jamani, jamani, ai, yani mwamba bana anakuambia kaamua bana ichape bana, tena kwenye nyumba yule mwamba bana. Wewe unafanya mchezo nini? Movie yetu inaanza, tunaonyesha bidada ambaye anaitwa Mara. So ilikuwa ni siku yake harusi, lakini anaonekana kama hakuwa na furaha. Mara kukaingia bidada fulani ambaye anaitwa Lero. Kwa Lero ni shoga yake bidada. So akawa ameanza kumpamba pamba bidada. So unaelewa siku ya harusi anafaa pambo pambo bi harusi ili aonekane ametoka chicha. Ile alipokuwa amemfanya hivyo, mara mamake akani, "Hemtoa hino. Unajiziba na kila muda anajua kabisa ishawa ichapo tena sio mara moja. Mfuto lipstick muone. Mimi sio virgin. Alafu unajifanya kama mwanamwali. Mtoka hapa. Alafu nguo yako imekubana sana, unataka uoneshe watu kuwa yako ilichapo tayari. Nivulie vipuli." Yani mwanamama alimchamba mtoto wake si mchezo. So baada ya pale tunaonyeshwa bidada akiwa na mume wake pale wana dance na nini, unaelewa tena. Huku tunapata mamake ya Mara akiwa na dance na nini hapa, lakini hajapendezwa kabisa na mtoto wake vile alikuwa anaitembeza. Sasa huyu bidada akawa anaombea mume wake, yani leo ni siku ya harusi yangu, lakini mamangu anaonekana kama hata hana furaha na hiyo harusi. Yani ni harusi ya mtoto wake, lakini hana furaha kabisa. Naomba kwambia usijali, kitu cha muhimu ashatoa baraka, au mwingine hana haja awe na furaha sio na furaha, wewe chana naye. Kwa hiyo before tuendelee na nyama, ningependa uweze kunifanya favor moja hapo, uweze kusubscribe na kuturn on notification bell ili uwe wa kwanza kupata kila nyama nitakayopost. Huku movie inatutupa baadaye, tunampata mwamba kwa jina la Maki. Alikuwa anatoka zake kwenye masomo huko uzunguni, so kama yarudi zake Nigeria. So after afika hapa kama msalimu na babake na neno, mamako anakuongoja huko ndani bana, njoo hapa nikubariki, afu kumsalimu. Mwamba alikuwa anaonekana kama mchovu, kachoka kinoma noma. So akawa amejikokota mpaka kufika kwa mamake kumuona alisikia raha kinoma noma. Mamake akamwambia, mtoto wangu jamani, njoo hapa nikuage. Ile amemkaribia mamake. Mama akamwambia, mbona unaonoka vibaya? Nenda kaoge, ndo ile tuje tuongee. Ile mama jamani. Movie inatutupa kwenye new couple in town. Bidada yetu akawa ameamka asubuhi ile bana, amtayarishe mume wake chakula na nini hapa. So akawa ametoka ameenda zake jikoni, lakini huyu bidada anaonekana kama kuna stress, yani kuna vitu fulani anavikumbuka. So alipokuwa anafikiria mara mume wake akankuja. Bidada akamwambia, jamani, so umechapa tayari usiku, kwa hivyo nataka kula tena uchape tena. Mwamba ambao bwana akawa anacheka kinoma noma. Yani mwamba wetu anampenda sana huyu bidada kinoma noma baya. Huyu bidada naye sijui kama anampenda, maana bidada anaonekana kama ni mtu wa mambo mengi sana. Kuna vitu fulani anafikiria sana kwenye kichwa chake. Tutakuja kujua tuko mbeleni kama ni vitu gani. Sasa huyu ni kazi na yule mwamba ambaye alimwao bidada. So huyu bidada anamfundisha huyu mwamba kazi ya utaila, yani yale mambo ya kushona nguo na nini. Sasa mwamba wa hashiki kinoma noma. So alipokuwa bado anamuelekeza pale akimfundisha huku na nini, mara walisikia kama mlango ulikuwa unagongwa bana, alafu alikuwa hajui kama unagongwa na nani. Sasa huu bidada akamwambia huyu kijana hapa basi aende zake pale nje akafungua ile mlango, maana alikuwa hajui kama ni mtu ambaye anagonga mlango. Kwa yule dema alipoenda fungua mlango, tunapata dema ambaye tumeona kuwa alikuwa anatoka Amerika. So alipoingia ndani, bidada yetu kumuona alishtuka paka kawa ameangusha kikombe chini bana. Bidada akamwambia, tafadhali toka kwangu sitaki kukuona. Mwamba akasema, sasa natokaje? Nimekwambia toka kwangu, sitaki kukuona hapa. Mwamba ikabidi achimbe. Bidada alishtuka, alikuwa kwani mwamba nani? Tutajua tuko mbeleni. Baada ya masiku kadhaa yule mwamba akaja tena bana. Bidada akashangaa, akamuuliza yule mwamba, wewe tena umekuja kwangu, lakini wewe jamani mwanaume? Kwani mwamba unafikiri alimsikiza? So bidada ikabidi amtume yule kazi na mume wake mbali ili apate muda wa kuongea na mwamba. So mwamba after ameketi akamuuliza, kwa hiyo uliamua olewe, si ndio? Bidada akamwambia, niliolewa. Kwani shida yako nini? Kwani watu ni kama wanajuana nini? Sasa huyu mwamba akamwambia, basi mimi nataka unifanyie measurement, nataka kushona nguo yangu ya harusi, lakini pia nimekuja kuambia mimi siwezi kuacha, bado nakupenda. Bado nakupenda. Mimi siwezi kuwa na mtu kama wewe. Yani mtu unaondoka unaniachia familia yako. Wajua after muondoka wajua ni kitu gani ambacho kilitokea? Mwamba akamwambia, mimi sijui, ndio maana niko hapa. Nataka unielezee kitu gani ambacho kilitokea. Bidada amemwambia, mimi siwezi nikakusamea na siwezi nikarudiana na wewe. Please, njoo hapa nikupime nguo kama vile umesema, after hapo ondoke uende kwenu. Sikutaki. Mwamba pale alipokuwa anapima nguo bado alikuwa anajaribu kumwaga sira, anamwambia bidada kuwa mimi kuondoka kwangu siko sala kufanya ati mimi nawe tuachane. Alafu unaweza kuniambia nilipoondoka nilikuacha na mimba. Je, unaweza kuniambia mtoto wangu yuko wapi? Bidada akawa mjibu tu, anaendelea tu kumpima bana. Mimi nakuuliza, mbona unataka kunijibu jamani?
niambie mtoto wangu uko wapi? Ndio bidada pale akamwambia mamako aliniwekea dawa ya kutoa mimba, alafu nilipokuwa natoka damu Amini akaita mtu akawa ameniingiza mkono kwenye simu zangu za siri akawa anafuta hivyo vitu. Mwamba kwambia vile akasema samahani, lakini mimi sikuwa kwenye huo mpango, please unaweza kunisamehe. Bidada akasema mimi siwezi nikakusamehe, tafadhali ondoka uende kwenu, si nimekupima nguo zako. Mwamba akasema mimi mambo ya kukuacha mimi siwezi, nakupenda sana, wewe unajua hivyo, mimi nakupenda kuliko kitu chochote hapa duniani. Tafadhali fanya basi unielewe please. Wewe unajua nakupenda jamani. Mimi sina haja na wewe. Tafadhali mimi nimeolewa. Usitaki kuniharibia ndoa yangu tafadhali. Mimi siwezi kuacha nimekwambia. Ile walipokuwa wanabishana mara mme wa bidada yetu akawa amekuja bana. Sasa akawa amekuja rafiki yake. Kumbe rafiki yake anamjua Mwamba. Ulitoka zako Amerika tayari? Mwamba akasema ndio nilitoka juzi huku nina wiki tangu nije bwana. Yaani umekuja alafu hata haujakuja kunitembelea ndo mambo gani? Anambia usijali mimi nilikuwa nitakuja kutembelea sema tu mambo mengi. Ndio Mwamba kama ametambulishwa hapa akawa ameelezwa si ni best yangu na nini. Mwamba kama ameelezwa kwani hapa kwangu ngude fanya nini? Ndio Mwamba kama akasema nimekuwa nikuja kushona nguo yangu harusi, pia nimekualika harusi, kuna harusi yangu itafanyika siku za karibuni. Mwamba kama alikuwa amepaona, yani mtu harusi yake imekaribia, badala akanunua nguo special kwenye maduka ya gharama, yeye amekuja kushonewa. Mwamba akamwambia mke wake, yule mtu si ndio yule ambaye ulinionyesha kwa next wako, mbona anakuja, mbona anakufuatilia lakini lakini mkangu usema umemvono unataka kuishi na mimi? Hii ni akili gani ambayo unatumia sasa? Bidada alijaribu kutetea pale, mume wake hataki kuelewa hata kidogo bana. Lakini ni kweli Mwamba analinda kitumbua chake bana. Unaelewa tena ma-ex kupasha kiporo bana huwa ni jambo la dakika moja bana. Alafu yule Mwamba ndo first lover wa yule bidada. Huku tunapata bidada fulani ambaye alikuwa anakuja kufanywa measurement za nguo ambayo atavaa siku ya hiyo harusi ya yule Mwamba ambaye anaoa, ambaye bado anamfagilia Mara. Yule Mwamba wewe bibi ambaye anataka kumoa alitafutiwa na mamake. Na yule Mwamba bana alikuwa anampenda sana Mara. Sasa huyu bidada alipokuwa anaongea na Mara alikuwa anaonekana kama ni mtu wa stress. So bidada kama amemuuliza, "Mara, unaweza kuniambia ni kitu gani ambacho kinakusumbua?" Mara akasema, "Hapana kivipi vipi? Wakati unaonekana una stress, niambie kama kuna kitu cha kusumbua, mimi naweza nikakusaidia. Usinifiche, mimi ni rafiki yako, tena rafiki yako ambaye tumezidi urafiki, naweza kuwa kama dada yako sasa. Wewe unaweza kuniambia ni kitu gani ambacho kinakusumbua please Mara, niambie." Lakini Mara anambia mimi hakuna kitu ambacho kinanisumbua, mimi niko sawa. Uko sawa kivipi? Wakati mimi nakuona muda mwingi sana wa Zuba tu, sijui unafikiria nini. Walipokuwa wanaongea, Mara yule Mwamba bana akawa amefika pale. Unaweza kushangaa bana, huyu Mwamba bana anaoa hivi karibuni, lakini Mwamba anamfuata Mara kinoma noma. So after afika pale akawa amewasalimia na nini, yule bidada akawa amejichenga. So baada yule bidada amechenga, yule Mwamba akamwambia haya, nguo yako hino, nenda kwenu. Mwamba kwambia vile akasema chukua pesa yako, lakini mimi siwezi ondoka sasa hivi. Uwezi ondoka kivipi sasa? Mwanzo chukua change yako, usinipe mimi pesa mingi hapa, sikutaki. Pesa mbona pona mume wangu zinanitosha. Lakini Mwamba akasema wewe utafikiria chini, utasema chini utasema, lakini mimi nakupenda na kukuacha mpaka nife. Siwezi nikakuacha. Wewe siwezi nikakuacha. Mimi nakupenda, sikupendi. Mimi nakupenda na siwezi kuacha kama nilivyokuambia. Haiwezekani ati mimi niende zangu kwa masomo, nimekuacha kwetu, afu ndio nikukute umeondoka. Hata kama ulikuwa tudewana. Bidada pale akasema mimi siwezi nikakusikiza tena na hatuwezi tukarudiana. Mamako hanipendi na chenye ambale nifanye mamako siwezi hata nikamsamee hata kama Yesu akishuka leo. Bidada aliendelea kumchamba Mwamba, lakini Mwamba anaambiwa kwani anasikia. Mwamba bana alikuwa akimwona huyo ndo anasema basi huyo ndo nimepewa na Mungu. Hao wengine ambao naonana nao ni washamba tu, washamba wamoja mashoini, lakini hapa ndo kwangu kwenyewe hapa Mungu ndo alinitunukia bana. Bidada kama amejaribu kumwambia mwanzo ondoka uende kwenu, mimi sitaki kukaa karibu na wewe mwanzo. Mwamba akasema mimi siwezi kuacha. Mwamba sasa kama ameanza kumfungilia bidada bana. Alafu ukumbuke jamaa shailala na huyu bidada, so anajua weak point ya huyu bidada. So Mwamba akasema acha nitume hii chance bana. Walipokuwa wanaendelea kubishana, si Mwamba bana akaanza kumnyonya bidada shingo. Ikawa balaa beli. Jamani. Yaani Mwamba bana anakuambia kaamua bana ichape bana. Tena kwenye nyumba yule Mwamba bana. Wewe unafanya mchezo nini? Movie inatutupa siku kadhaa baadaye, tunampata bidada akawa amejitayarisha pale, maana ile harusi ile Mwamba yani mwenyewe ilikuwa ishafika bana. Huku tunapata bidada mwingine, afu tunampata pia Mwamba pale akawa amejitayarisha pale. Huku bidada wetu akiwa yuko na yule best yake ambaye alikuwa anamshonea ile nguo pale zile siku za nyuma, ambaye anaitwa Tamara. So bidada wetu akawa anakumbuka ile siku ambayo Mwamba alikuwa anampelekea moto pale. Yaani uko pale lakini akili haiko hapo kabisa.
Bidada akamuuliza, mbona unakunywa pombe sana wewe? Una shida gani? So kukaa kungoja bidada fulani pale akawa amekuja salimia na nini. Mara yule mwamba ambaye anaoa akawa amemwona bidada yetu Amara, akawa amemfuata bana. Yaani mwamba anaoa lakini akili zake sijui kama anazipeleka hapa, akawa amekufukuza. Mimi nenda kwa mke wako. Unakuja fanya nini wewe? Akaandimuliwa bana. Baada ya muda mwamba wetu bana Ebo alikuwa mkuda ambaye ni mume wa yule Amara. So kufika pale Amara akasema wala bora mume wangu umekuja bana. Maana alikuwa anajua kama ataka hapa anaweza kuharibu harusi. Maana yule mwamba anaoa lakini akili zake ziko kwa mke wake. So siku kadhaa baada ya harusi tunampata yule mwamba akawa amepatana na yule Ebo. Akawa amemwambia, wewe mimi nataka nikwambie kitu bana. Yule mke wako bana alikuwa kiswango, kwa hivyo mimi nataka umwache ili nimuoe. Mwamba kaduliza, wewe unasema nini wewe? Hivyo ndo ningekuja kukwambia. Nataka umwache mke wako ili nimuoe, maana yule mimi ndo nilimfundisha mapenzi. Kwa hiyo nataka umwache ili nimuoe mimi, please. Mwamba kaona wewe unamfanyia mchezo na hebu usiniongeleshe mambo ya kipuzi. Mambo ya kipuzi gani? Mimi nimekwambia, na kama hutamwacha nitakuwa nada nikichapa huko ndani ya nyumba yako. Mwamba kaona wewe unaniambia nini? Wakawa mpigana pale. So tunatupwa siku kadhaa baadaye tunapata bidada yetu akiwa anakudonana na yule mwamba. So akamkudomba yule mwamba kuwa mimi sitaki yani uniharibia ndoa yangu. Mimi nimeambiwa na mume wangu kuwa juzi mligombana sababu yangu. Lakini wewe si umeoa na mimi nimeolewa. Mbona usifuate maisha yako kaniacha? Mwamba akasema mimi kuacha siwezi sasa. Wewe fanya utakachofanya, kama hutamwacha mume wako ili tuoane na mimi basi hutaishi na amani. Ila mwamba bana. Hivi nataka unaambia hapo kwa comment bidada, kama ukipatana na mwanaume king'ang'anizi kama wewe unafanyaje hapa? So bidada yetu baada ya kuwa amemwambia mwamba kwa hizirudiana naye akawa shachimba. Mwamba akajaribu basi kumfuata ili ambembeleze bana. Mwamba anaomba, mimi nakupenda tafadhali. Mbona ulikuwa unanifanya hivi Unataka nifanye nini ili uelewe mimi nakupenda wewe? Yaani bidada yetu naye moyo wake hauelewi, hajui kama anampenda huyu, hajui kama anampenda mume wake na nini. Sasa movie inatutupa siku kadhaa baadaye tunapata bidada yetu akiwa ametulia pale akawa muombe mume wake amfanyie massage na nini. So baada pale bidada hisia alikuwa zishapata ngazi zimepanda. So alikuwa anadai tu mikunjo, anataka rubu la Kimasai tena. Sasa mwamba wetu bana kuvamiwa na mpenzi wake akawa amepewa mabusu na nini. Bidada anasikia tu apewe mikunjo. Mwamba bana akawa amekataa, anasema bana hapana bana, mimi siwezi fanya mapenzi kwa sahi. Bidada akawa analalamika, ni miezi mitatu sasa hujanigusa. Kwa hivyo una mwanamke mwingine? Hivi nataka unaambia hapo kwa comment, mwanaume ama mwanamke ambao umeko kwenye ndoa. Je, ni sawa mwanamume ama mwanamke kukaa naye kwenye ndoa miezi mitatu bila kukufanya chochote na hakuna sababu yote ya maana ambayo inamsumbua? Hebu niambie hapo kwa comment. Sasa baada ya wiki kadhaa baadaye tunapata mwamba wetu akiwa ameamua ingie yeye mwenyewe jikoni amtayarishe bibi yake chakula na nini ili amsurprise. So bidada akawa mkuja pale anashangaa mume wake leo ameamua kufanya nini, akawa ameketi pale kwenye kiti na nini. So baada ya kuwa ameketi pale bidada akawa amemwambia mume wake, lakini mimi kama ni mambo na kupika mimi naweza nikakupikia hata mimi kitu ambacho nataka kutoka kwako ni mapenzi. Hivi inakuwaje mimi nakaa miezi mitatu sasa unakuwa mwezi wanne hujanifanya chochote? Mwamba kama ameenda washa mziki, akamwambia njoo, sitaki unipatie lawama nyingi leo, sasa tunakinukisha hapa setting room, umenisikia? Mwamba kama ameanza tu kumpiga mabusu bidada pale nani ile bado wanabusiana. Yule kivuruge sasa kama amefika, yani mwamba ameoa lakini hatulii kwake bana. Akaanza kumwambia bidada, mpaki vitu vyako tuondoke hapa, achana na ile Mwamba. Mwamba akamwambia, wewe umeruka na akili, yaani unakuja kwangu alafu unanifanyia vurugu gani? Huyu mwanamke ananipenda mimi wala hakupendi wewe bana. Mwamba kama mpiga ngumi, anambia wewe unakuja kwangu alafu unanipandishia kibesi, wewe mshenzi nini? Bidada kama tulieni nyote. Akamwambia Mwamba, kuanzia sasa mimi sikutaki na sina haja na wewe, mimi nimeolewa na umeoa, mbona usikae na mke wako, mbona unanifuatilia mimi? Mwamba kama amepewa makavu yake lakini niko unaambia nasikia. Bidada kama amemwambia Mwamba kuwa mimi nampenda huu ndio mume wangu ambaye amenitolea mahari na namheshimu. Vyote ambavyo vishatokea nyuma didi yetu sahau. Mwamba akasema mimi siwezi nikasahau wala nini, mimi nakupenda wewe na siwezi nikakaa mbali na wewe kabisa. Bidada akamwambia kama huwezi basi jiue, maana mimi siwezi kurudiana na wewe kabisa. Huyu ndio mume wangu na mheshimu. Ndio Mwamba akamwambia umepewa makavu yako kwa upendwi, toka nenda kwenu, toka hapa. Bidada yetu bana akawa amefurahia Mwamba bana ametolewa pale, wakawa wamekumbatiana na nini. So tunatupwa miezi kadhaa baadaye tunapata bidada akiwa ni mjamzito. Hii mimba itakuwa yule Mwamba kule ama itakuwa ni jamaa yetu Ebo? Basi hapa ndio panakuwa mwishoni. Mimi naambia umeonaje Onyama bana?
Mimi naitwa Sinza Boy, usisahau kusubscribe na kuturn on notification bell ili uwe kwanza kupata kila nyama nitakao post. Ciao. Eseba Max, hapa burudani halali, movies anaja simulizi kamili. Subscribe sasa usibaki mbali, home of enjoyment sehemu asili. Eseba Max, hapa burudani halali, story kali tunazileta kwa wakati, shekwa rafiki na ndugu.